Sehemu ya 16. Himi. Siku ile ilibaki katika kumbukumbu za mataifa yote kama siku ya mwanga mkali, siku ambayo vita vilisitishwa kwa sauti ya ukweli na si kwa upanga wa damu. Mfalme Almar alipiga magoti mbele ya mwanawe, ishara ya mwisho ya mwanzo mpya. Jeshi lake lilishuhudia tukio hilo kwa mshangao. Wengi walishusha mikuki yao, wengine walifuta machozi kwa mara ya kwanza tangu walipoingia mafunzoni ya kivita wakiwa watoto. Hakuna aliyeweza kutarajia kuwa yule mfalme mkali angeweza kuinama mbele ya mtu mwingine, hasa mwanawe mwenyewe. Elian alinyanyua mikono juu, na kwa sauti iliyojaa mwanga aliwaita wote wakusanyike. Wana wa milima, watoto wa jangwa, askari na wakulima, wake wa mashujaa na mayatima wa vita, leo tunazika giza la enzi ya kale. Hatutakumbukwa kwa silaha tulizokuwa nazo, bali kwa maamuzi tuliyoyachukua. Malkia Zuri alipiga hatua mbele, akasimama upande wake wa kushoto. Upande wa kulia, mzee Azra alishikilia kile kilichojulikana kama kitabu cha Agano la Mwisho, maandiko ya kale yaliyosema kuwa ukoo wa wachunguzi wa mwanga utaungana tena na damu ya kifalme kuleta usawa. Azra alifungua kitabu hicho na kusoma, kwa jina la walioanguka, walioinuka, na wale waliochagua amani badala ya kisasi, tunatangaza mwisho wa enzi ya laana na mwanzo wa enzi ya nuru. Baada ya kauli hiyo, mwanga ulitoka angani na kuangaza juu ya Elian, na ghafla ardhi ikatikisa kwa upole, kana kwamba ilikuwa ikiacha mzigo wa karne nyingi. Wingu jeusi lililokuwa juu ya milima ya kaskazini lilitawanyika. Mimea ilianza kuota katika maeneo yaliyokuwa yamekauka kwa miaka mingi. Watu walishangilia, lakini wakati huo huo, mbali kwenye bonde la kivuli, mlinzi wa zamani wa Mfalme Almar, aliyekuwa mwaminifu kwa enzi za giza, alitazama kwa hasira. Jina lake lilikuwa Galmari, mchawi aliyefukuzwa miaka mingi iliyopita baada ya kushindwa na mama yake Elian, aliyekuwa mchunguzi mkuu wa mwanga. Enzi ya nuru haitaishi, Galmar alinong'ona. Nitairudisha giza na nitampandikiza mrithi wangu mahali pake Elian. Dunia hii haifai kuongozwa na huruma. Aliinua mkono wake juu ya mto uliokuwa unakauka, na kwa uchawi wake, maji yakageuka kuwa meusi. Ndege waliokuwa wanapita hewani walipiga kelele na kuanguka chini. Ishara ya mwanzo wa tishio jipya. Wakati huo, Elian alihisi hali ya baridi ikimzunguka kwa ghafla, ingawa jua lilikuwa juu angani. Alimtazama Azra ambaye alifunga kitabu chake na kusema kwa sauti ya chini, umetuliza laana ya zamani, lakini sasa unatakiwa kuilinda nuru dhidi ya wale wanaotaka kuifuta milele. Safari yako bado haijafika mwisho, Elian. Elian alimtazama baba yake ambaye bado alikuwa kimya. Je, ulikuwa unamjua Galmar? Aliuliza. Almar akainua uso wake polepole, akasema, ndiyo, ni yeye aliyenilaghai kutenda mabaya miaka mingi iliyopita. Niliamini kuwa nguvu hutawala, kumbe nilikuwa chombo chake tu. Akirejea, hata hii nuru haitatosha kumpinga mpaka utakapounganisha watazamaji wa nuru wote waliopotea. Elian alishikilia upanga wake uliojaa mwanga, akatazama mbali kwenye upeo wa macho, ambapo wingu jeusi lilianza kuchemka kama moshi wa volkano. Basi nitaanza safari mpya, alisema. Si kwa ajili yangu tu, bali kwa ajili ya vizazi vyote vitakavyokuja. Na kwa mara nyingine, simulizi ya kifalme ikageuka kuwa safari ya mashujaa. Usikose sehemu ya 17.